Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika upendo wa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Eliasi Sospita, na wakati huu ninakukaribisha tena tukaangalie somo lingine jipya kwa ufupi, na kichwa chetu cha somo kinasema nguvu ya hudumu katika maombi, na somo hili nimeligawa katika vipengele vikuu viwili, na kipengele cha kwanza kitakuwa kinaongelea maombi ni maisha, si tukio, lakini kipengele cha pili kitakuwa kinaongelea adui wa maombi, kukata tamaa, na tutaongozwa na kile kitabu cha Luka ile sura ya 18 na ule mstari wa kwanza ambao unasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Yesu hapa alikuwa anawafundisha wanafunzi kwamba kuomba sio tu mpaka wakati ambao tunakuwa na shida, au sio maalum kwa ajili ya wanadamu kupeleka shida zao kwa Mungu, bali maombi anasema ni kitu cha siku zote. Hii ina maana kuwa maombi yanapaswa kuwa kama pumzi, kitu kinachoendelea. Yaani kama jinsi ambavyo tunavyoendelea kupumua kwa sekunde, ndivyo ambavyo pia tunatakiwa kuendelea kumwomba Mungu. Tunapoomba bila kukoma, maana yake hii moja kwa moja inatutengenezea uhusiano wa karibu zaidi na Mungu, na wakati huu ambapo tunamwomba Mungu, Mungu anatupa amani, na hata kabla ya kupokea hayo majibu ambayo tunaendelea kuyasubiria. Lakini jambo la pili ambalo Yesu tumesema alikuwa anawafundisha ni kwamba kumjua adui wa maombi ambaye ni kukata tamaa, kwa sababu anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kukata tamaa mara nyingi hutokea pale tunapohisi majibu kutoka kwa Mungu au hali inapokuwa ni ngumu. Hapo ndipo tunapohisi kukata tamaa, na Yesu alijua kuwa mwanadamu ana asili kabisa ya kuchoka, na ndiyo maana akasisitiza sana, akawaambia wanafunzi kwamba wasikate tamaa. Kukata tamaa ni ishara ya kupoteza imani, lakini kuendelea kuomba ni ishara ya kumdhihirishia Mungu kwamba unaendelea kumwamini kuliko unavyoweza kuamini matatizo. Kwa hiyo unaposhindwa kuomba kwa sababu ya mazingira yanayoendelea katikati yako, maana yake ni kama tatizo umelipa uzito na umelipa ukubwa kuliko kumpa Mungu uzito au kumpa Mungu ukubwa. Na kikawaida ni kwamba hakuna tatizo lililo kubwa mbele za Mungu. Mungu siku zote yuko juu ya hali zote, yuko juu ya mazingira yote. Kwa hiyo yeye ni mkubwa kuliko milima ya changamoto ambazo tunaweza kuwa tunapitia. Kwa hiyo imekupasa kumwomba Mungu siku zote, haijalishi umekula au haujala, haijalishi una furaha au unalia, haijalishi wakati wa mvua au jua, au wakati wa ukame au wakati wa kukosa kazi au wakati wa changamoto mbalimbali katika maisha yako. Yesu anakufundisha, au Yesu anatufundisha, anasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote na hatutakiwi kukata tamaa. Kwa hiyo kwenye maisha yako ya maombi usiruhusu kitu chochote kikawa kikwazo cha kukatisha tamaa, kwa sababu adui anatumia mazingira kuhakikisha kwamba anakukatisha tamaa, anakuvunja moyo, anakuondoa imani yako kwa Mungu. Kwa hiyo hapa Yesu kitu ambacho alikuwa analenga kuwafundisha wanafunzi wake ni kwamba ni kuwakumbusha kuwa ufunguo wa ushindi siku zote uko mikononi mwa yule asiyeacha kugonga mlango. Lakini pia hata kama huoni mabadiliko leo, usiondoe goti lako chini. Kwa hiyo endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumaini Mungu, endelea kuomba. Haijalishi hali na mazingira yanayoendelea katikati ya maisha yako, lakini siku zote endelea kulitia jina la Bwana. Tunaendelea kumsubiri Bwana katika maombi. Hatumsubiri Bwana kwa kukata tamaa, tunamsubiri kwa kuendelea kumwomba. Kwa hiyo ninakukumbusha tena ya kwamba ule mfumo wako wa maombi, ile tabia yako ya maombi haitakiwi kufa ndani yako, haitakiwi kukwama ndani yako, haitakiwi kukata kwako, haijalishi mazingira ambayo unayapitia. Hata hivyo neno la Mungu liko wazi kwamba wakati ule Yesu alipokuwa anaelekea msalabani, Biblia inasema alikuwa katika dhiki kubwa sana. Lakini unamwona Yesu pamoja na dhiki hiyo ya msalaba, pamoja na yale maumivu ambayo alikuwa ameshakwisha kuyaona ya msalaba, Yesu alikwenda katika maombi. Yesu alielekea katika maombi. Kwa hiyo alikuwa anaugulia, lakini anaugulia katika maombi. Jambo la msingi kama mtu wa Mungu ambalo unatakiwa kulijua ni kwamba sisi kama watu wa Mungu tunaomtumainia,
kuhuzunika kwetu hatuhuzuniki nje ya Mungu, tunahuzunika tukiwa ndani ya Mungu, na tunahuzunikia katika maombi, na tunalalamikia katika maombi, na tunalia katika maombi, na tunatafuta katika maombi. Usitoke nje ya mfumo wa Mungu, na wala usitafute majibu nje ya mfumo wa Mungu, kwa sababu utakapofanya hivyo, hiyo ni ishara ya kwamba tayari shetani amekwisha kukuweza. Kwa hiyo omba siku zote bila kukata tamaa. Ninatumaini sana kwamba kupitia somo hili ambalo ni la dakika chache, kuna kitu fulani ambacho Mungu amekufundisha. Mimi ninakutakia neema ya Yesu Kristo, na katika damu yake ikusaidie, kuinue katikati ya changamoto ambazo unakuwa unazipitia. Yamkini uko kwenye changamoto sasa hivi, yamkini uko katika wakati ambao kwa kweli ni mgumu, na kwa kweli kwa kawaida kwa hali ya binadamu, kwa sababu Biblia inasema mwili ni dhaifu lakini roho iko radhi. Ninaelewa unaweza kuwa kweli hauna shauku, husikii kitu chochote kwa habari ya kutafuta uso wa Mungu, lakini katika kujisikia huko unatakiwa ulitii neno na sio kuutii mwili. Unatakiwa umtii Mungu na neno lake, ambaye amesema imetupasa kumwomba yeye siku zote. Mungu akubariki. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Elias Sospita. Endelea kuungana na mimi katika chaneli yangu hii ya YouTube kuendelea kujifunza masomo mbalimbali. Lakini pia kama kuna kitu umejifunza kupitia somo hili, usisite kuniandikia maoni yako hapo chini kwenye komenti. Amen.